Hello guys, na message ya chap as always. Cha kwanza niliwaambia mwezi huu unaobadilika ambao umeshaanza ushapinduka. Kuna mambo mengi sana ambayo hajawahi kutokea miaka 10. Zaidi ya miaka 10 nilisema. Kumbe ni zaidi ya miaka 84. Hebu panda mbegu nzuri, alafu pia kuna mzunguko mpya umeanza, tuna siku 10. Hebu fanya vitu vya kubadilisha maisha yako. Kwa sababu ukifanya vitu sivyo utaishi navyo ndani ya miaka 84. Bro, hao ndo maisha yako kwa miaka sasa hivi. Let's be serious, okay? Okay, naenda kwenye message ambayo directly ambayo na imani itakuja automatically. Okay, nilichotaka kukisema hapa, my people, kama unapenda amani, hakikisha unaweza kutembea kwenye vurugu na bado kuwa na amani. Kwa sababu kama unapenda amani haimaanishi wewe ndo kuwa mtu mkimya muda wote, ama kuwa na watu ambao watasababisha uwe na amani muda wote. Mpenda amani ni mtu ambaye anaweza kuishi sehemu zenye vurugu na bado akawa na amani. Sijui kwa nini imekuja hiyo message. Unapenda amani, je, sehemu unapoishi kama ni watu ambao wana vurugu na muda wote wanakutaka wewe ubaya, itakuwaje? Utakimbia na kwenda kujificha? Hapana. Utashinda kuishi maisha yako kwa furaha? Hapana. Je, utafanyaje? Utafanyaje? Niwape siri moja. Unachokibidi ukifanya hapo wewe ni kwamba amani yako uitafute ndani ya moyo wako, ndani ya akili yako. Haijalishi mtu anakufanyia nini bro. Hataki kubadilisha hisia zako, hataki kubadilisha furaha yako. Potezea, tafuta amani ndani. Kwani amani sio mtu, amani sio sehemu ulipo, amani ni jinsi wewe unavyochukulia jambo. Mtu kafanya jambo la kipuuzi, linakunyima vipi uwe furaha? Sawa. Na unavyokuwa unakosa furaha ndo unasababisha kuvutia vitu ambavyo havina furaha zaidi. Jambo ambalo likitokea la kukunyima furaha, endelea kuwa na furaha bro. Puuzia, kwa sababu sio wewe ambao umesababisha hiko kitu. Kwa unavyokipuuzia unauambia ulimwengu kwamba mimi sio mtu wale. Ulimwengu utakuletea watu wapya. Nazungumzia jinsi ya kuweza kuvutia law of attraction. Ndio jinsi ya kuvutia vitu ambavyo unavyovitaka wewe. Be wise my people. Be serious, unataka nini? Alafu uoneshe ulimwengu nje uko tayari vipi kukipo. Kwamba mwanajeshi sana pambania amani. Sasa kwa nini mwanajeshi anaenda vitani kugombana na watu wengine kama anapambania amani? Hebu be wise my people. Cha kuambia ongeza na chakula. Be wise man. Kwa nini mwanajeshi anaenda vitani kati atake na nini? Sasa kupambania amani. Kwa hiyo mtu kama unataka amani lazima uweze kusimama kwenye vita na bado kuwa na amani. Simaanishi umshike mtu nguo utake no, nigga. You don't feel me my people. Kitu kingine cha kuambia like tujifunze kujipenda, sawa? Sio kitu cha kuambiwa, hiko ni kitu ambacho mimi inabidi ukifahamu. Kuna muda nilikosa amani nikasahau jinsi gani kuweza kujipenda. Nikawa nategemeaje mtu anipende ndio nione furaha. Nikaja kugundua furaha iko hapa. Within. Furaha kwanza itafute ndani. Haijalishi binadamu kakufanyia nini, haijalishi shetani kakufanyia nini. Kinachobaki ni kwamba wewe umechukua maamuzi gani. Okay? Mimi mwenzako nilichukua maamuzi ya kujenga maisha yangu upya. Yaani kwamba nitajipenda mimi, it's okay, sawa? Nitajiangalia mimi, it's okay. Yaani haijalishi hata kama nikiwa niko peke yangu, ila bro, jipende wewe kwanza kabla hujataka mtu akupende nje. Kama wewe hujajua jinsi gani ya kujipenda, nani atajua jinsi gani ya kukupenda wewe? Ila mtu akikuta tayari wewe unajipenda, unajijali, unajizingatia, sawa. Mtu atakuwa anajua huyu ni mtu ambaye anapenda hiki na hiki bro.
mimi siko serious sana, ila watu wakiniona nje wanaona niko very serious. Kwa sababu gani? A lot of the time sitaki kuvutia watu ambao tutapotezeana muda, sawa? Nataka mtu ambaye atanielewa jinsi nilivyo, atanikubali jinsi nilivyo, na mimi nitamkubali jinsi alivyo. Feel me bro? Like mimi sipendi mtu ambaye anakuja na act. Mimi si act maisha, I'm real. Ndio maana nazungumzaga ukweli. I'm real. I'm a real guy. I'm a real person. Nazungumza ukweli. And sio lazima uniamini. I don't care. I don't give I don't care. I just don't care. I just happy with my life. I'm happy with my lifestyle, okay? And kitu kimoja kwenye maisha ukitaka ufanikiwe, like umeona mimi ninavyoandaa hizi video, nimewekea tu ni kwamba simu yangu nilikuwa nimeifungua iko open, sawa? Nimelipia bando sehemu ya wifi napoenda kuupload video zangu, sawa? Basi ni lazima nitaposti kitu. Nishaeka nitatumia siku 100 mfululizo ni posti vitu. Sasa hivi tayari na content like Instagram na 75 wameniletea ujumbe. YouTube na 44 nahisi kama 45 au 46. Consistency. Kata tamaa ukiwa huko kaburini bro. Okay? Kata tamaa ukiwa huko kaburini. Nimeona clip kuna mtu alizikwa karibu na ex wake, kafukua kaburi lake amelibeba aenda kujizika sehemu nyingine. I was like, damn. Watu hadi wakawa wamekufa wakati tamaa. Okay. Kwenye kazi lazima kuwe kuna utani kidogo, hatuwezi kuwa very serious. Mimi sio mtu ambaye niko very serious. Although ukiniona nje utaona niko very serious kwa sababu kwa upande wangu nimepitia mambo mengi sana. Although kila mtu amepitia mambo mengi. So yale mambo kuna muda nikiwa nimetulia, siwazi kitu, niko busy na kitu fulani, ndio inaonesha kupitia macho yangu na sura yangu like this guy yuko very serious. Kumbe hamna. Kuna vitu tu ambavyo vina display nje kupitia macho na sura yangu. Kuna muda niko serious nafanya kitu fulani. Okay my people, be wise, be conscious. I love you guys, nigga. Mnafanya mimi nazidi ku move on, okay? Marafiki wengi nimewapata huko, so I don't know what to say. Like, let's raise the vibration